Ndugu zangu katika Kristo, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali. Katika sehemu ya 7 tutajifunza kuhusu mafundisho ya uzushi kutoka katika makundi mbalimbali katika kanisa la mwanzo, ambapo tutaanza kuliangalia kundi la Ebionites. Tuanze kwa kujifunza maelezo ya utangulizi kama ifuatavyo. Historia ya kanisa la mwanzo mnamo karne ya 2 na ya 3 lilikumbwa na mambo mbalimbali ndani na nje ya kanisa. Ukristo ulikabiliwa na changamoto mbalimbali kutoka ndani na nje ya kanisa, ambapo kanisa lilikabiliwa na changamoto mbalimbali kutoka kwa watawala wa dola ya Kirumi na makaizari wao. Pili, lilikabiliwa na changamoto kutoka kwa waamini wa Kiyahudi na wale wa Kigiriki waliokuwa wakihamia katika imani mpya ya Kikristo, wakitoka katika imani zao za awali na kujiunga na imani mpya ya Kikristo. Ikumbuko kwamba waamini wapya katika Ukristo walitokea katika imani ya Kiyahudi, pia walitokea katika jamii ile ya wasomi wa Kigiriki waliokuwa na ufahamu mkubwa kuhusu falsafa za Kigiriki. Baada ya kuingia katika imani mpya ya Kikristo, waamini wenye asili ya Kiyahudi walianza kutafasiri Ukristo kwa mtizamo wa Kiyahudi. Waliwataka waamini wapya kuzingatia sheria za Musa na kufuata utamaduni wa Kiyahudi, ikiwa ni pamoja na kutahiriwa kwanza. Kutokana na hayo, kukaanza kuibuka mawazo ya uzushi dhidi ya Wakristo wengine ambao walionekana kutofautiana kiutamaduni na wale waamini wenye asili ya Kiyahudi. Hivyo tunaweza kusema waamini wenye asili ya Kiyahudi, yani Judaism, wao walikuwa na mizizi ya imani yao juu ya Mungu mmoja, kwa lugha ya Kiingereza monotheistic religion. Wakati huo huo, wale wenye asili ya Kigiriki walitaka kuuvisha Ukristo vazi lenye asili yenye mitazamo ya kifalsafa itokanayo na imani ya Kigiriki, yaani kufanya Ukristo kuwa katika mtizamo wa Kigiriki. Hivyo mitizamo hiyo miwili, yaani ule wa Kiyahudi na ule wa Kigiriki, ikapelekea kutokea ombwe katika imani ya Kikristo na kwa kanisa la mwanzo kwa ujumla. Kanisa likaanza kukumbwa na changamoto ya kuibuka kwa mafundisho mbalimbali ya uzushi kutoka katika makundi mbalimbali. Baada ya kuwa tumepata maelezo hayo ya mwanzo kama sehemu ya utangulizi wa somo letu la leo, tuanze kujifunza kuhusu mafundisho ya uzushi kutoka katika makundi mbalimbali. Jambo muhimu la kuelewa kuhusu makundi hayo ni kwamba kuna ambayo yalikuwa na mitizamo wa Kiyahudi zaidi, yaani kutaka Ukristo ufuate utamaduni na sheria za Kiyahudi. Kundi jingine ni lile la kutaka Ukristo kufuata mtizamo wa kifalsafa kutokana na utamaduni wa watu wa mataifa. Makundi mengine pia yalikuwa na mtizamo mwingine ambao ni tofauti na ile mitizamo miwili ya awali. Tuanze kujifunza kuhusu mafundisho ya uzushi kutoka katika makundi mbalimbali kama ifuatavyo. Katika episodi hii tutalitazama kundi la kwanza linalofahamika kwa jina la Ebionites. Kundi hili la Ebionites liliongozwa na kiongozi wao aliyojulikana kwa jina la Bakoba. Hiki kilikuwa kipindi kati ya mwaka 132 na 135 baada ya Kristo. Kwa ujumla lilikuwa ni kundi la Wakristo wenye asili ya Kiyahudi, yani kwa lugha ya Kiingereza Judaizers, ambao walikuwa na wazo kuu la kuilinda imani yao juu ya Mungu mmoja dhidi ya mtizamo juu ya umungu wa Yesu. Wafuasi wa kundi hili la Ebionites waliamini kwamba Wayahudi na watu wa mataifa, yani the Jews and the Gentiles, wote huunganishwa na sheria za Musa. Tuangalie mambo walioyaamini na kufundisha wafuasi wa kundi hili la Ebionites. Jambo la kwanza, walifundisha kwamba Yesu hakuwa na hadhi yoyote ya kipekee zaidi ya kuwa mwana wa Yosefu. Pia walifundisha kwamba Yesu alipata hadhi ya kimungu wakati wa ubatizo, pale Roho Mtakatifu alipomshukia akiwa katika umbo la njiwa. Vile vile waliwasisitiza watu watahiriwe kwanza, ikiwa ni kigezo mojawapo muhimu cha kuwa Wakristo ili kuweza kupata wokovu. Jambo jingine muhimu kulihusu kundi hili la Ebionites ni kwamba waliikubali Injili ya Mathayo na wakayakataa maandiko ya Mtume Paulo.
Waliyakataa mafundisho ya Paulo kwa madai ya kwamba Mtume Paulo hakumshuhudia Yesu Kristo kwa macho wakati Yesu Kristo akitenda kazi zake. Hivyo, mamlaka yake juu ya maandiko na mafundisho kumhusu Yesu Kristo hayakubaliki. Hoja hii si sahihi, kwani tunafahamu kwamba Mtume Paulo aliandika mengi kuhusu imani yake na mafundisho yake kwa Bwana wetu Yesu Kristo mara baada ya kuongoka kwake. Ameeleza mengi kumhusu Kristo katika barua zake. Pia namna Yesu alivyomtokea na kumfanya kuwa mtume kwa mataifa. Tutajifunza mengi kumhusu Mtume Paulo wakati mwingine katika makala zingine zijazo. Tuendelee kujifunza kuhusu kundi hili la Ebionites, ambapo tunajifunza pia kwamba ushawishi na mafundisho yao ulianza wakati ule, hasa baada ya kuharibiwa kwa mji wa Yerusalemu. Hata hivyo, uliendelea hadi yapata mwaka 135 baada ya Kristo. Jambo la 5 kulihusu kundi hili ni kwamba lilikataa umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya kuzaliwa na Bikira Maria. Jambo la 6 au fundisho jingine waliofundisha ni kwamba Yesu alikuwa nabii wa kweli wa Mungu kutokana na maandiko ya Agano la Kale, kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 18 aya 15 hadi 22, ambapo imeandikwa na nukuu, Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawateulieni nabii aliye kama mimi kutoka miongoni mwenu, nanyi mtamsikiliza huyo. Hicho ndicho mlichomuomba Mwenyezi Mungu, Mungu wenu kule Horeb, siku ile mlipokusanyika na kusema, tusisikie tena sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, wala tusiuone tena moto huu mkubwa, tusije tukafa. Naye Mwenyezi Mungu akaniambia, wamesema kweli. Nitawateulieni miongoni mwa ndugu zao wenyewe nabii kama wewe. Nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Yeyote ambaye hatasikia maneno atakayosema nabii huyo kwa jina langu, mimi mwenyewe nitamwadhibu. Lakini nabii yeyote atakayesema kwa jina la miungu mingine au atakayejaribu kusema neno kwa jina langu hali mimi sikumwambia aseme, huyo nabii atakufa. Lakini nyinyi mwaweza kusema, tutawezaje kutambua neno ambalo Mwenyezi Mungu hakulisema? Kama nabii akisema kitu ati kwa jina la Mwenyezi Mungu na kitu hicho hakifanyiki au hakiwi kweli, jambo hilo hakulisema Mwenyezi Mungu. Nabii amelisema kwa ufidhuli, nanyi msitishwe na jambo hilo. Mwisho wa kunukuu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 18 aya 15 mpaka 22. Baada ya kuwa tumesoma ujumbe huu wa maandiko matakatifu, tunajifunza kwamba kundi hili la Ebionites lilisisitiza kwamba Yesu alikuwa Musa wa pili, mfanya mageuzi na mwalimu ambaye amekuja kuyatimiliza maandiko matakatifu na sheria kikamilifu. Kwa mtizamo wa Ebionites, ili uweze kuwa Mkristo, mtu alitakiwa kwanza kuzishika sheria za Mungu na kuyafuata mafundisho yote ya Musa. Mwisho wa sehemu ya 7. Katika sehemu ya 8 tutaendelea kujifunza kuhusu mafundisho ya uzushi kutoka katika makundi mbalimbali katika kanisa la mwanzo, ambapo tutaliangalia kundi la Gnosticism. Kundi hili la Gnosticism, wao waliamini kwamba watu wanaweza kupata wokovu kwa njia ya maarifa, hasa yanayofundishwa kutoka kwao. Pia walifundisha ya kwamba ulimwengu umegawanyika katika nguvu mbili za asili, ambazo ni ile ya ubaya na ile ya wema. Asanteni sana na Mungu awabariki.